Hadithi inaanza kwa Juliet, msichana mzuri na mwenye ndoto kuu za maisha, akiwa katika maandalizi ya harusi yake ya kifahari na Michael, mume anayependwa na wote. Wote wanaonekana kama wanastahili furaha. Harusi inaandaliwa kwa makini, watu wakiwa wanacheka, kushangilia na kila kitu kinaonekana kuwa maajabu. Lakini ghafla, kitu kinabadilika. Miaka iliyopita, Juliet alishuhudia tukio la kutisha ambapo rafiki yake, Sarah, alipoteza maisha kwa ajali mbaya. Rafiki huyo alikuwa kama dada kwake, na tukio hilo lilimvunjia Juliet moyo vile vile. Usiku wa harusi unapoanza, Juliet anakatikisa kimya. Michael anamkuta akiogopa. Wagonjwa wa kichwa wanamfokera hali ya hisia. Anakimbilia ndani ya nyumba ya waalikwa. Anapoondoka harusi bila kuwaambia maelezo, watu wanachanganyikiwa. Michael anakuwa na hofu kubwa. Sasa tunaanza kutumia kwa jina Ashes and Light. Juliet anapoteza nuru ya maisha kutokana na maumivu yake ya zamani, akiwa kwenye giza la huzuni, Ashes. Lakini kuna mwanga ambao bado unaweza kumwokoa endapo atapata msaada. Juliet anakimbilia makumbusho yake ya zamani akiwa na picha ya Sarah. Anakumbuka siku walipokuwa pamoja, wakicheka, wakisafiri, na jinsi maisha yalivyobadilika ghafla siku hiyo ya ajali. Haya yamliki mkazo mzito kwenye uso wake. Michael, akiwa na moyo mchanganyiko wa huzuni na upole, anamfuata Juliet hadi mahali pa kutulia, nyumba ya kaka yake, Chris, ambaye ni mchungaji mdogo. Chris anaambiwa kilichotokea na anaanza kutoa msaada. Anafunga mkono ndoa yao na anamwambia Michael asipunyue msichana wake. Anasema, alichofanyiwa ni maumivu, si yenu, bali msitende kwa kuwa juu ya hilo. Juliet anaachana na Michael. Anapita vizuri kupitia mchakato wa kuomboleza. Katika kipindi hicho, anayegusa maisha yake ni David, rafiki wa karibu wa familia, mtaalamu wa afya akili. David anamfanyia mazungumzo na ya tofauti na yale anayompa moyo. Anamwelekeza kujua jinsi ya kukabiliana na huzuni na jinsi ya kujipenda tena. Siku zinaendelea. Juliet anaanza kufungua kampi ya afya ya akili kwa waathirika wa ajali na madawa. Anaanza kupata kile kinachoitwa mwanga. Anajiona akitengeneza kitu kipya kutokana na ashes, maumivu yake. Michael anashangaa kuona mabadiliko yake. Mahusiano yao yanarudiana, lakini sasa si yale ya zamani. Kuna uelewa mkubwa na uaminifu wa kiundani. Ghafla kuna mgogoro mpya. Sarah alipoteza maisha, lakini familia ya Sarah inadai kwamba kuna makosa yaliyofanyika kwenye ajali na kwamba Juliet anaweza kuwa na taarifa. Waliompinga Michael wamemfahamu Juliet kuwa na siri na wanataka majibu. Waanzilishaji, hasa mama wa Sarah, wanampiga simu mara kwa mara wakitaka kulipishwa. Juliet anakabiliwa na maamuzi magumu. Aendelee kujifunza kitu hiki cha mwanga kutoka kwenye ashes au aonyeshe ukweli na kukubali matokeo. Kesi ya uhalifu, hofu ya kumpoteza Michael na hofu ya kukosa hadhi. Kwa msaada wa Chris na David, Juliet anakubali kuwa lazima asimame. Anajiandaa kutoa ushahidi sahihi katika kesi ya ajali ya Sarah. Anasema ukweli kwa macho kwamba ilikuwa ajali na hakuna mtu aliyefanya kosa. Kesi inapofanyika mahakamani, Michael na Chris wanakaa pembeni kwake. Familia ya Sarah inaonekana kukabiliana na jambo hilo. Wote wanashangilia. Hatimaye mahakama inaamuru hakuna kosa la uhujumu, ilikuwa ajali tu. Juliet anamuoa Sarah kwa machozi. Filamu inamalizika kwenye picha ya Juliet akifanya ibada ya kufanya uzinduzi wa kituo chake kipya cha kusaidia wagonjwa wa huzuni, akiwa na Michael mkono kwa mkono. Watu wamekusanyika, watoto wanacheka, mwanga mwingi unajazwa. Juliet analia kwa furaha. Na maneno ya mwisho ni ufunuo wa nguvu ya maisha. Kama mwanga unaweza kuzaliwa kutoka katika tani za ashes, watu wote wanaweza kupata uzima mpya. Ashes and Light ni hadithi ya kupona kupitia maumivu na jinsi upendo, msaada sahihi na ujasiri vinaweza kuzima giza ndani yetu. Ni hadithi ya kuaminisha kwamba maisha huanza tena hata mbele ya vumbi kubwa. Usisahau like, subscribe na share mwenyeji wa video hii ikiwa umependezwa.
Nataka kusikia kutoka kwako. Umepitiaje kipindi cha giza ambacho kilikupelekea kuwa mwanga? Tuambie kwenye comments. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Triple MTZ. Turn on notifications kwa kubonyeza alama ya kengele upande wa kulia ili uwe wa kwanza kupata video zetu, na hii ni Moyo Review.